Wapendwa katika jina safi kabisa la Yesu Kristo aliye hai, Shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana sana sana. Wapendwa ndugu zangu wa Kristo, hatutachokeni kuwakumbusha mambo ambayo ni ajabu ajabu kutoka kwa upande wa marafiki zetu wa Kiislamu. Naomba nigusie jambo ambalo ni la ajabu na kinachonifanya niligusie ni baadhi ya message ambazo nimezipata kwenye ule mkanda ambao niliutoa kwa kuuliza swali kuhusu ile mada inayoendelea ama ilikuwa ikiendelea baina ya Shia na Sunni. Mmoja miongoni mwa wale waliotuma comment yake ilikuwa inasema hivi, ukipitia kwenye mkando taona inasema Mashia ni kama sisi wa Kristo, yani kwa lugha nyingine Shia si Waislamu bali Shia ni wa Kristo. Wa Kristo wapendwa, huenda mkaona huyo mtu akaandika hivyo tukakosa kujiuliza kama ilivyo baadhi ya watu wengi, lakini mimi mwenyewe nikashtuka kidogo. Maana ikiwa ni Muislamu na ana itikadi kwamba Shia sio Waislamu ni wa Kristo, mara wanawaita Shia ni Mayahudi, wanavyotumia ama Wayahudi. Maanake sasa hebu jiulize wewe Mkristo, ikiwa Shia ni Mkristo si Muislamu, ama ni Myahudi ama ni Wayahudi, naomba tuweke hayo maneno katika kikapu hiki na mnielezee. Na kisha kabla sijaweka hayo maneno vizuri, naomba ujiulize kwa nini baadhi ya wasomi wa Kisunni wanawalea watu ambao hawana akili kuhusu dini yao. Nimetumia dhehebu la Sunni kwanza. Kwa nini nasema hivyo, kwamba baadhi ya viongozi wa Sunni wanawalea watu ambao hawana wakati wa kujifundisha bali akili mgando wao ni kuzoea. Sasa twende kwa akili za hiyo, miongoni mwa hiyo message tuikague. Okay, Shia sio Waislamu ni wa Kristo, na hivyo ndio baadhi ya maulama wa Kiislamu wa Kisunni ndivyo wanavyowafundisha hawa maamuma wasiojijua kabisa yani. Sasa hebu tuchukulie akili zao uone kwa nini akili zao ni za mganda hata hawajijui. Number 1, huyo shekhe anayewafundisha kwamba Shia sio Waislamu bali ni wa Kristo, the same sheikh ni kama mwezi huu hata hujamalizika vizuri wamekwenda hija, baadhi yao wanaowafundisha hao maamuma kwamba Shia si Waislamu. Huyo shekhe huyu amekwenda hija, na kule hija akakutana na Shia wakaenda kufanya ibada ile ambayo huwezi ukaifanya usipokuwa Muislamu. Ile ibada ya hija huwezi ukaifanya usipokuwa Muislamu. Wacha kuifanya, huwezi ukaruhusiwa ukaingia pale Alikaaba ukatufu ukafanya nini, kenda saia ukafanya nini kama wewe si Muislamu. Sasa huyo shekhe anayewafundisha hao
kwamba Shia sio Waislamu, ni Wakristo, basi shekhe mwenyewe aidha ni mnafiki. Kwa sababu gani? Unakwendaje wewe kuhiji na Wakristo? Unakwendaje kuhiji na Wakristo ama na Wayahudi? Hiyo namba 1 nafikiri ukizingatia utajua kuna matatizo mengi katika upande wa Sunni, mengi tena makubwa sana. Haya, kama ni Wayahudi Shia, ina maana kwamba Wayahudi wamekuwa na nguvu kiasi cha kwamba mpaka wanakwenda kuhiji pale Maka, na maulama wa Kiislamu ulimwengu mzima wawaruhusu Mayahudi wa Kishia wende wahiji. Hivi ni vichekesho ambavyo maulama wa Kisuni, hususan baadhi ya mashehe kutoka East Africa, hakika wamepoteza vijana wengi, wamekuwa na mambumbumbu wengi misikitini. Sasa kwa hayo mambo mawili wewe jiulize, kama Shia ni Wakristo, mbona wanakwenda kuhiji na maulama wa Kisuni wanahiji nao, mawahabi wanahiji nao? Kwa nini wasiwakataze? Hapo sasa utajua nani mrongo, nani asiyejijua, nani ambaye yuko mbali na kuelewa hata dini yake. Sasa kwa nini Shia waitwa makafiri? Kwa sababu wao hutoa maneno ambayo yamo katika vitabu vyao Sunni, na hivyo vitabu hawa maamuma hawavijui. Sasa inabidi sasa wale wasomi wao wa Kisunni ama wa Kiwahabi warudi wawaambia hao maamuma ambao washawaaminishia kwamba Shia si Waislamu, waje wawaambie hawa jamaa hawajui lugha, hawa jamaa hupinda tafsiri, hawa jamaa kama ilivyo kawaida yao. Lakini pointi yangu hapa nataka pakamate vizuri, hawa jamaa ni warongo wakubwa. Kwa hivyo kuanzia leo, ikiwa mtadumu kwa hiyo imani yenu kwamba Shia si Waislamu, ndugu zenu ni Wakristo, basi moja kwa moja Wakristo wanakwenda kuhiji Maka, na wanakwenda na Wayahudi wanahiji, vitu ambavyo mtavikataa na sheria haikubali. Sasa nadhani mungeuliza baadhi ya wasomi wengine wa Kisunni ambao wana akili ya kujifahamu kwamba nyinyi Sunni na Shia mnapitania wapi, wakuelezeeni kwa makini, kwa sababu Shia na Sunni kuna sehemu mnapitania. Hapo ndipo mnaanzia kujadili, la sio kudanganyana kwamba unajua Shia si Waislamu. Muulizeni maulama wengine, acheni hao vijana wanawapotezeni. Na kama mimi ndio sijui, basi wewe kabla hujatuma message ambayo wewe kwa akili zako unadhani mimi etaniumiza, mimi nishawaambia muda mrefu hakuna message itatumwa niumize mimi. Hamna. Kabla hujatuma message yote, wewe jiulize, hawa makafiri wanahiji, kwa nini wanaruhusiwa? Sasa utajua kumbe huyo ulama wako huyo unayemtegemea ndio anakupoteza wewe, hajijui. Angalieni ikhtilafu zenu ziko wapi. Sio kwamba mtu ametoa kitu ambacho wewe hukijui, basi wewe unakimbilia kumuita kafiri, na hicho kitu alichokitoa kimo ndani ya vitabu vyenu. Kwani nyinyi ni wa wapi jameni? Lakini mimi ninavyojua, hakika Sunni hawana time ya kusoma. Sunni hawana time ya kusoma, bali kusoma kwao kutabaki ni hayo matusi, madharau, kejeli, kiburi. Basi ndio hivyo, mtazidi na kujiumiza tu. Lakini wasomi wanakaa wanajadili, lakini nyinyi mnabaki hajui lugha, huyu hajui hata matamshi, huyu hajui hiyo. Hapana, wasomi hawajadili hivyo vitu. Wasomi wanajadili hicho kinachozungumzwa kimo ndani ya vitabu, ndio. Na kama kimo ndani ya vitabu, kinaka vipi? Hapo ndipo sasa mnaanza kujadili. Lakini miskini, unahurumia watu ambao wamekaa kwa mazoea, wenyewe hawajifahamu, hawajijui. Na si madharau kusema kweli, lakini poleni jameni.
poleni sana 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 sana. Kwa hivyo nimeona kidogo niwakumbushe kwamba jamani, hawa msiwalaumu, wamezoezesha vitu ambavyo wenyewe ni ajabu, ni aibu kuvitamka. Jana katoa mkanda mwingine, nilikuwa live. Sasa mmoja akatuma message ndefu hata sikuzifahamu. Yaani made na kwenda vingine, yeye anatuma message ambazo hata hazijulikani. Oh jameni, tunadili na watu kweli. Muhammad alituma kwa watu ambao hawajui kusoma wala kuandika. Maanake katika akili zao, basi tu Mungu atusamehe bwana. Haya ndio nilikuwa kidogo niagusie katika harakati za huko. Maana mambo mengine kusema kweli ni aibu na ni fedheha kubwa sana 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 kwa mtu anayesema kwamba yeye ni msomi, yeye anajijua, anajua sujui lugha, anajua balagha, anajua nahau, anajua nini, kumbe ni vichekesho tu vya kutaka kupoteza maamuma wazidi kupotea. Lakini sisi tunashukuru Mungu kwamba vitabu vyenu vipo na vitasomwa na tutavisoma. Sasa nyinyi kila mkitukana ndipo Mungu anatupatia ufunuo wa kuchungulia ndani ya vitabu vyenu ili tupate mapya.